Yes, uhali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa saa ya Uamsho Ulimwenguni TV. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia. Nikukaribishe tena na nikuombe tu uweze kusubscribe kwenye channel hii. Ulike pia na uweze kukomenti katika ujumbe huu wa leo. Ujumbe wa leo unasema kwamba mtu ni ufahamu. Nitatumia dakika chache tu kuweka msingi ikiwa ni sehemu yetu ya kwanza kabisa. Ili sehemu inayofuata basi tutajifunza kwa undani zaidi. Nitatumia dakika 5 tu, nipe dakika chache tu niweze kuweka msingi wa somo linalosema mtu ni ufahamu. Katika somo hili nitaweka msingi kwenye vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Misali sura ya 23 na ule mstari wa 6 na ule mstari wa 6 na wa 7. Lakini pia nitaweka msingi kwenye kitabu cha Marko sura ya 7 na ule mstari wa 20 na mstari wa 23. Misali sura ya 23 mstari wa 6 unasema, usile mkate wa mtu mwenye husuda, wala usitamani vyakula vyake, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya, kula kunywa, lakini moyo wake uko mbali na wewe. Ukisoma pia kitabu cha Marko sura ya 7, Marko sura ya 7 mstari wa 20 hadi mstari wa 23. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 20, akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Naomba unisikilize sana, naweka tu msingi leo kidogo sana, dakika chache tu, hazitazidi dakika 4 hapo, dakika 5, ili sasa sehemu ya pili usiache kunifuatilia. Nitaenda kwa undani zaidi, nitafundisha kwa undani zaidi. Naomba unisikilize sana ninapoweka utangulizi. Kwa kawaida mtu ameumbwa katika sehemu 3. Yaani binadamu ana sehemu 3. Kuna binadamu mwili ambaye ni asili yake ni udongo. Lakini pia mtu ameumbwa nafsi, ambayo nafsi ya mtu sasa ndiyo senta ya kila kitu, na ndiyo maana naenda kuzungumzia mtu ni ufahamu. Mtu ni ufahamu. Nisikilize sana. Lakini pia mtu anayo roho, yani mtu ni roho. Mtu ni roho. Ina maana anayo mtu anayo mwili, anayo nafsi, lakini pia mtu mwenyewe ni roho. Ni roho. Naomba unisikilize kwa makini sana. Chanzo cha kila kitu ni ufahamu. Kila kitu unachokiona duniani kimesimama ni matokeo ya ufahamu wa mtu. Kila kitu, iwe kizuri au kibaya, chanzo chake ni ufahamu. Chanzo chake ni ufahamu. Kila jambo unaloliona limetendeka, ama limetendeka vizuri au limetendeka vibaya, ni matokeo ya ufahamu wa mtu. Na ninaposemea ufahamu wa mtu uko ndani ya nafsi ya mtu, na ufahamu wa mtu ndiyo mtu mwenyewe, kwa sababu kila kitu unachokiona kimetendeka, kiwe kizuri au kibaya, ni matokeo ya vile anavyowaza mtu. Kwa maana maneno ya Mungu yamesema kwamba afikirivyo nafsi mwake, afikirivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Amen, amen. Kwa kawaida uovu sio yale matendo anayotenda mtu. Uovu ni yale mawazo anayoyawaza mtu. Kwa maana mawazo ya mtu ndiyo mtu mwenyewe. Kwa maana naposemea ufahamu naposema ufahamu ni dhamira.
ni dhamira inayompa mtu kujitambua, ni dhamira inayompa mtu kutenda, ni dhamira inayompa mtu kutenda, ni dhamira inayompa mtu kufikiri. Naomba unisikilize sana. Kwa hiyo sasa, Mungu huwa haangalii matendo ya mtu, na Mungu huwa hamwangalii mtu kama mtu mwili, na shetani hamshawishi mtu mwili, ila shetani hutumia ufahamu wa mtu kuachilia uovu na kuachilia mabaya. Mungu haangalii mambo yanayotendeka kwa nje, ila Mungu anaangalia ufahamu wa mtu. Ufahamu wa mtu ni dhamira ya mtu inayompa mtu kufikiri na kutenda. Amen, amen. Kwa hiyo sasa, naposemea mtu ni ufahamu, yani wewe ni ufahamu. Wewe sio yule unayeonekana. Wewe katika ulimwengu wa roho, wewe ni yule unayowaza, kwa sababu wewe uko kila mahali. Kwa sababu wewe unaweza ukawaza uko Marekani lakini uko Kenya. Yani kimwili unaweza ukawa Kenya, lakini wewe mwenyewe halisi ukawa uko Marekani. Kwa hiyo sasa, wewe halisi unaweza kuwa uko kanisani, wewe mwili unaweza ukawa uko kanisani, lakini wewe halisi ambaye wewe ni ufahamu. Sasa yule ufahamu ukawa hauko kanisani, ukawa uko sehemu nyingine. Unaweza ukawa uko tu hautendi jambo, lakini katika ulimwengu wa roho ukawa unatenda jambo. Kwa sababu nimekwambia kwamba wewe mtu ni ufahamu, kwamba kile unachokiwaza ndio wewe. Sasa kile unachozamilia ndio wewe, kile unachokifikiria ndio wewe, kwa sababu ufahamu ndio unampa mtu kufikiri. Ufahamu ndio unampa mtu kufikiri. Ninaomba unisikilize sana kidogo hapa, niweze kuweka msingi tu, ili basi baadaye sasa kipindi kijacho tuweze kujifunza kwa undani zaidi. Naposemea ufahamu unampa mtu kujitambua. Ufahamu ni chombo kinachompa mtu kujitambua, na kujitambua kunatokea kama kufikiri, na kitu unachokifikiri ndiyo wewe. Amen, amen. Kwa hiyo usipojitambua wewe, hakuna mtu atakaye kutambua, kwa sababu wewe ndiye unayeweza kujitambua, kwa sababu wewe ni ufahamu, na ufahamu wa mtu ndiyo unaompa kujitambua. Nisikilize kwamba wewe usipojitambua, hakuna mtu atakutambua. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni ufahamu, na ufahamu wa mtu ndiyo humpa mtu kujitambua. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo kujitambua kwa mtu kunatokea ndani ya mtu. Kujitambua kwa mtu kunatokea ndani, kwa sababu ndani yako kuna nafsi, na ndani ya nafsi kuna ufahamu, yani kuna akili. Yani naposemea ufahamu sasa ndio wewe. Amen, amen. Kwa hiyo uovu uovu ni ufahamu wa mtu mbele za Mungu. Uovu sio yale matendo ya mtu. Yani uzinzi sio kule kwenda gesti, ni kule kuwaza, kwa sababu kuwaza ni kunatokana na kufikiri, na kufikiri kunatokana na ufahamu, na ufahamu ndiyo wewe. Kwa hiyo chochote unachokiwaza ni sehemu yako. Yani naposemea ni wewe. Chochote unachokiwaza ni wewe. Yani wewe sio wewe unayetembea. Wewe ni yale mawazo yako. Mimi sio ninayeongea. Mimi ni yale mawazo yangu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Naomba niishie hapo.
naomba niishie hapo tu. Naomba ushike vitu vya msingi sana, vya muhimu tu vichache, ikiwa ni sehemu yetu ya kwanza. Ninaporudi sasa sehemu ya pili, tuweze kujifunza kwa undani zaidi. Naomba ushike samari hii kwamba kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Alafu haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi, yatoka ndani. Alafu pia awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Nisikilize kwa makini sasa, naweka summary, nisikilize kwa makini. Wewe ni ufahamu, na ufahamu ndio unakupa wewe kufikiri, na kufikiri ndiko kunakupa wewe kujitambua, na kujitambua ndiko kunakupa kutenda, na kufikiri kunakupa wewe kutenda. Unaweza kutenda bila kujitambua, hiyo pia inawezekana. Kitu cha muhimu sana hapa cha kushika, kwa sababu wewe ni ufahamu, usiangalie vitu vinavyoonekana. Usiangalie dhambi kwamba dhambi ni yale matendo ambayo mtu anafanya. Dhambi ni yale unayoyawaza. Kwa sababu wewe ni ufahamu, linda sana unachokiwaza, na ili wewe ujitambue, lazima ndani yako uanze sasa kujipeleleza. Kwa sababu nimekwambia wewe sio huyu unaona, sio mwili, bali wewe ni roho. Roho yako imebebwa na nafsi yako. Nafsi yako ndiyo inajalisha roho yako iweje. Kwa hiyo ufahamu wako sasa, yale unayoyafikiria ndiyo yanajalisha roho yako iweje. Kama unawaza mabaya, ndivyo vile vile ulivyo ndani, kwa maana ufahamu wa mtu ndiyo wewe. Amen, amen. Kwa hiyo cha kushika, wewe ni yale mawazo yako. Yaani unaweza kuwa hapo, kile unachokifikiria ndio wewe, na Mungu anakuona hicho. Kama unafikiria kumchukia ndugu yako, hicho ndio wewe, mbingu zinakuona. Yaani unaonekana wewe ni muuaji, na haujashika hata upanga wala hujafanya kitu chochote. Kila unachokiwaza ndio wewe. Sasa ninaomba uendelee kunifuatilia ili tuweze kuenda hatua nyingine. Hili ilikuwa ni hatua tu ya utangulizi, kwamba wewe ni mtu, ni roho, unayo nafsi na unao mwili. Na ndani ya nafsi ndipo kuna ufahamu, na nafsi na roho yako vimeungana. Na kitu kinachojalisha nafsi ya roho yako iweje na mwili wako uweje ni matokeo ya ufahamu wako. Kwa maana ufahamu wako ndio unajalisha kila kitu, kwamba kwamba kila kitu unachokiona duniani kimesimama. Eza ni biashara ya mtu, eza mtu ametengeneza gari, eza mtu amekuwa na huduma, ni matokeo ya ufahamu. Kwa hiyo sasa kitu kinachojalisha sana ni wewe ulivyo ndani. Amen, amen. Basi nikombe tena like hapo, subscribe, na usikose kipindi cha pili. Huu ulikuwa ni utangulizi, naomba usikose kipindi cha pili. Amen, amen.